Wapendwa katika Kristo, kanisa la nyumbani, karibuni katika adhimisho hili la Jumatano ya Majivu, tendo la kupaka majivu juu ya paji la uso. Na kama tulisikia katika utangulizi, kwa njia ya Jumatano ya Majivu tunaanza rasmi kipindi cha Kwaresima ambao unafika keleleni katika Pasaka. Basi katika kipindi hiki, kama tulisikia, tunaalikwa kurudi kwake Bwana Mungu wetu. Kama tulisikia katika somo la kwanza kutoka nabii Yoeli, Bwana Mungu anatualika kurudi kwake kwa mioyo yote, kwa kufunga, kusali na kwa maombolezo. Tunaalikwa kurarua mioyo yetu na wala si mavazi. Tunatakiwa kukumbuka daima kwamba Bwana Mungu ni mwenye neema na amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema. Hata tuadhibu kama tutagairi makosa yetu, na tutarudi kwake kwa toba ya kweli. Hakuna anayelazimika, yote ni kwa hiari. Kwa hiyo ukumbukeni kwamba tumelazimishwa kushika. Hapana, yale ambayo tunayofanya ni yanapaswa kufanywa kwa hiari na kwa upendo. Kama somo la kwanza linatusimulia utakatifuzaji wa maisha yetu kwa njia ya nguvu ya Roho Mtakatifu ambaye anatubadilisha polepole katika mfano wa Kristo, sio kwa watu wachache tu. Maisha hayo ni kwa wale wote ambao wanamtegemea Kristo, ambaye katika yeye walibatizwa. Tunaalikwa kukusanya wazee pamoja na watoto na vijana, hata wale wanaonyonya maziwa. Bwana harusi na bibi harusi wamealikwa kuacha hema yao. Kwa kweli agizo lenye nguvu linaelekea kila mmoja wa umri wote. Yanamaanisha wakati tunapofanya kitu tukimsikiliza Mungu, yana thawabu yake. Tendo la pamoja, wakati tunaposali pamoja na tunainua sala zetu kwake Mungu, ina baraka yake kuliko tunasali wachache tu. Kwa jumla, sala, tendo la toba, sala au chochote kile ambacho tunachokifanya kwa upendo, kwa pamoja, hata katika familia kwa pamoja, ina nguvu kuliko wakati unapofanya moja moja. Katika somo la pili kutoka waraka kwa Wakorintho, Mtume Paulo anatualika kwa jina la Yesu kupatana na Mungu. Baba yetu wa mbinguni ametumwa mwanaye pekee Yesu Kristo kufa msalabani kwa ajili ya kila mmoja wetu. Yule ambaye hakuwa na dhambi amekuwa mdhambi kwa ajili yetu sisi. Alichukua nafasi yetu ili tupate haki mbele ya Mungu. Kifo ambacho tulitakiwa kupatwa, Yesu alikufa kutuonyesha kwamba anatupenda. Wapendwa katika Kristo, namna gani tunatembea katika njia ya haki? Yesu anajibu swali hili katika Injili ambayo tuliyosikia. Sio kuendelea na mazoezi yetu ya dunia, bali kwa kuambatana na matakwa, maisha ya adili, ili tuweze kukomaa katika Kristo, neema ya Mungu Baba na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Yesu anatuonesha juu ya tabia zetu za unafiki na kuonesha vema wetu kwa wengine ili tupate pongezi.
anatuonya ili tusifanye chochote ili kwa kupata pongezi na maneno mazuri ya pongezi kutoka wengine. Anatuambia kwamba hatutapata thawabu kutoka Baba wa mbinguni. Katika kipindi hiki cha Kwaresima, uchaji na kazi zetu za huruma zinatakiwa kufanywa kwa siri ili hizo zilete mabadiliko halisi ya maisha yetu. Wakati wewe unatoa sadaka ama unataka kumsaidia mwenye shida, mkono wako wa kushoto usijue ufanyalo mkono wako wa kuume. Ni wakati wako kuonyesha ukarimu, kuwasaidia wenye shida, kuwalisha wenye njaa na kwa kuwa wakarimu zaidi. Ndio maana na nilitafakari kidogo ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 ambaye anasema kwamba haitoshi kufunga chakula, ni tunapaswa, anatuita kufunga maneno. Nini? Baadaye nitawadokeza kidogo. Tunatakiwa kufunga kiasi tunachokiweza, kuwa na furaha na afya nzuri. Basi nitaziweka mbele yenu njia chache za kuishi vizuri Kwaresima kama familia. Mwaka huu wa familia kwetu sisi, namna gani tunaweza kushiriki vizuri na kuchota matunda ya Kwaresima. Kama nilisema kwamba Baba Mtakatifu anatuambia wewe unafunga, lakini mdomo wako ni bla bla bla, ni mdomo wako wewe mfungi, ni machafu kila wakati. Baba Mtakatifu anatuuliza umefunga nini? Kwa hiyo tunaalikwa, Baba Mtakatifu anatualika, funga mdomo wako. Matusi, maneno yasiyofaa, wengine tumezoea kuwaumiza wengine kwa maneno yetu, maneno ya kashfa au maneno ya ugomvi yanaumiza wengine, kwa hukumu wengine. Baba Mtakatifu anatuonya, anasema kwamba funga hiyo. Hapo tu yale ambayo tunaifunga chakula itakuwa inapendezwa mbele ya Bwana. Angalieni wazo la Baba Mtakatifu. Sasa wewe unajidhalilisha mwili kwa kufunga, lakini mdomo wako mchafu. Hapa sijui tunafunga nini? Anasema kufunga chakula na pia maneno, na kwa kumpa heshima kwa ndugu yako. Kwa hiyo kwa namna ya pekee na walikeni katika familia, baba na mama, mbele ya watoto, tuwe tunawaheshimu wakati tunapoongea. Hii ni kwa wote. Kwa hiyo jambo la kwanza. Jambo la pili, tuwe tumepatana. Kama kuna kitu pale, tuwe tumepatana, kuuliza unisamehe, samani sana, sikuelewa. Popote, hata nyumbani, majirani, katika jumuiya zetu, tuwe tumepatana. Samani baba, samani padre, sikuelewa, unisamehe. Ni samani, neno hili linapaswa kuwa mdomoni mwetu, kama Baba Mtakatifu Francisco alikuwa anakutuambia. Kujinyima, kujitesa miili, mambo mengi sana, maisha ya anasa. Wale ambao zaidi kuliko akina mama, akina baba wamezoea kwenda kula au jioni kwenda kwa baa. Unajinyima, unasema haya, naenda nyumbani na tafakari kidogo. Pombe, nyama, anasa,
Kila mtu mnatafakari, sawa, mimi sisemi, mnajua kama familia kuwasaidia wenye shida. Angalieni, maaskofu wa Baraza la Maaskofu Tanzania wanasema, ndugu, msichoke kutenda mema. Ni ujumbe wa maaskofu wa Tanzania. Usichoke au msichoke kutenda mema. Hebu mwambie mwenzako, usichoke kutenda mema. Kuwasaidia wenye shida, wapo wengi sana. Msianze kugombana pale nini bajaji, sawa, ni riziki yako. Wakati wewe 200, lete 200, au unapanda basi lete 100. Msianze, mwambie kwamba haya. Yeye pia atafikiri wewe, na yule ambaye hana nauli atamwambia haya, dandia gari. Hiyo ndio namna ya kufanya mema. Njia mojawapo. Hapa tunapata watu wengi sana, hatutangazi. Pia Dominika wengine mnasikia wengi sana wanasaidia wasiojiweza, wagonjwa, wanatoa kwa ukarimu. Ukarimu upo, lakini tunapaswa kuishi ukarimu huo katika familia. Kujinyima kwa ajili ya Mungu. Hatuangalii nyimbo za burudani. Kidogo unamwambia kwamba kuanzia muda huu, hapana, usifungue TV, hata simu, data unafunga. Utapoteza, utazoea. Badala yake unafungua Biblia, unasoma tasbih, unachukua na unasali rozari. Njia hiyo pamoja na familia. Kila Ijumaa kushiriki katika njia ya msalaba pamoja na familia. Ukikosea, una nafasi, tafuta muda wako. Kuna kapela ya maabudio pamoja na familia. Mama, watoto, twende kanisani. Hata usiku hadi saa 4 kanisa liko wazi. Kuwahi muda, uangalieni time sense. Kuwahi. Dominika ngapi mmechelewa? Ujiulize, mara ya mwisho uliwahi lini kanisani? Kama umekosea, unachelewa, kwa hiyo ni kwangu, nianze, ni wakati, ni sasa, nianze kuwahi kwa pamoja. Sasa siku 40, siku ngapi? Hamna nyama, sawa. Nyumbani mnamwambia mama, mnamwambia baba, paroko alisema kwamba hatuli nini? Badala yake tunakula nini? Samaki au mboga za majani. Menelewa? Maboga, jegere, karoti, nyanya chungu, bamia, mlenda. Menelewa? Badala yake ni njia moja, na ugali na chachandu inaenda vizuri sana. Tunakula vizuri, dagaa. Hizo ndizo njia moja. Mimi nimedokeza hapa na pale, kuongea kwa ukarimu na upendo, kama Baba Mtakatifu anatuambia, kuongea kwa ukarimu na upendo, kujibidisha sala, kusoma maisha ya watakatifu wengi sana. Kama mmezoea Mtakatifu Elizabeth, mume wake alikuwa anakwenda na wanawake, huyu malkia, lakini alikuwa mwaminifu, anaendelea kumwombea mume. Akina mama, badala ya kumlaumu mume wako, ngomba kwa ajili ya mume wako. Wewe uwe mwaminifu kwa mume wako, Na akina baba, ndio hiyo, kipindi hiki ni kutambua, kusoma maisha ya watakatifu, sala, kusoma maandiko matakatifu, ikiwezekana kila siku,
misa takatifu, kuwa makini na matendo, kuwa makini na mtandao wa kijamii. Kama nilisema, sio kufungua tu na kusikia na kusambaza, sio kwetu sisi. Sambaza neno la Bwana, sambaza amen, sambaza Mungu anakupenda, sambaza Yesu anakupenda, sambaza upendo na ukarimu wa Mungu. Bwana akubariki. Sambaza message hiyo. Bwana akubariki. Ulale nono. Bwana akulinde siku ya leo. Sala kwa malaika mlinzi namna hiyo inatusaidia kuwa karibu na Mungu. Wapendwa katika Kristo, hizo nimeziweka na baba paroko, na sisi tulitaka ili namna ya kuishi mwaka huu wa familia kwa sisi, kama mwaka wa familia kwa wana Mtakatifu Teresia wa mtoto Yesu, namna ya kuishi kwa resima. Tujibidishe sala, tuwe watu wa msamaha, tuwe tunaishi mfungo vizuri sana. Kama Baba Mtakatifu anasema kwamba wewe ukifunga kwa kimwili chakula, lakini mdomo wako unatapika machafu, hapa fungo wako haitapendezwa mbele ya Bwana. Kwa hiyo tujitahidi, tunaweza, kila moja tunaweza kuangalia. Vijana wengi wapo hapa, msifikiri kwamba baada ya kupakwa majivu kila kitu kimeisha. Hapana. Kupaka majivu ni tendo la toba. Unapaswa kufanya toba na kuishi toba hili, na hapo tu Bwana ataangalia moyo wetu. Huyu amegairi, ninambariki. Mungu atupe roho wa toba wa kweli, tuishi kipindi hiki cha Kwaresima chini ya kivuli chake, msamaha wake, huruma na upendo wake. Tuishi neema ya Mungu na pia tuwe baraka kwa wengine, hasa katika familia zetu na majirani yetu, katika jumuiya zetu na katika parokia yetu. Amina.